Brazil wameweka historia katika ulimwengu wa fedha kwa sababu kwa mara ya kwanza digital representation ya ng'ombe imetumika kama dhamana ya kuombea mkopo kwenye taasisi za kifedha. Na kabla tujafika mbali, naomba mjue kabisa kwamba blockchain haijahusika kwa namna yoyote katika miamala iliyofanyika, although kuna sources ambazo zimeclaim kwamba blockchain hii, blockchain ile, lakini mpaka sasa hakuna reliable source ambayo imesema kwamba blockchain imehusika kwa namna hiyo. Lakini taarifa halisi ni kwamba kwa mara ya kwanza digital representation, a digital token, imetumika kama dhamana ya mkopo. Kwa sababu ukiangalia Brazil inavyofanya kazi, na tutakavyokwenda kuangalia kidogo kwa ufupi, ni kwamba tayari hii mifumo ya ukiwa na mnyama, ukiwa na ng'ombe, ukiwa na kondoo, ukiwa na mbuzi, ulikuwa na uwezo wa kupata mkopo. Ukiwa na shamba lako ulikuwa na uwezo wa kupata mkopo. Lakini kwa muda mrefu sana walikuwa wakitegemea a physical verification kwamba ng'ombe ndo huyu hapa, basi kama ng'ombe ni huyu nitakukopesha. Lakini kwa mara ya kwanza tumeona a digital representation ya ng'ombe. Watu bila kumuona ng'ombe wamekuwa na confidence na system na wameweza kutoa mkopo. Kama unaendelea kuangalia video hii, usisite kusubscribe, na kama utakuwa na swali lolote usisite kuliweka kwenye comment yako. Sasa taarifa kamili ni kwamba ndani ya hizi wiki mbili digital representation ya ng'ombe ambayo iko listed kwenye B3 ambayo ni soko la hisa la Brazil imeweza kutumika kama dhamana, na ni fact kwamba makampuni zaidi ya mawili yamekaa pamoja yakatengeneza a system ambayo imekuwa well integrated, kwa sababu kuna wakulima ambao wako Fazela Brazil ambao wameweza kukopa na ili kuwezesha mkopo huo lazima tuelewe the underlying technology, kwa sababu kuna makampuni kama Cowmed ambayo yamehusika, FIDC imehusika pamoja na BMP ambayo ndio wamekuja kutoa mkopo. Sasa tukianza kuangalia mpaka tumepata process nzima, ni kwamba hili kampuni linaloitwa Cowmed ni kampuni ambalo linahusika na kutrack wanyama, na wanatumia smart collars ambazo ziko powered na AI zinazoweza kumsaidia mkulima kutrack afya ya mnyama, kutrack mnyama alipo, kutrack mood yake au activities zile anazozifanya kwa kutumia AI. Kwa hiyo ni smart collars ambazo wanyama huwa wanazivaa, na wakulima wamerahisishiwa kuweza kutrack wanyama wao kupitia huduma au zile collars za Cowmed. Sasa kuna kampuni ambayo imekuja inayoitwa FIDC ambayo imeweza kuconnect sasa zile taarifa ambazo wakulima wamezipata, wametumia the same gateway kutengeneza a digital identity ya ule mnyama, kwamba Cowmed ilimwezesha mkulima kuona progress za mnyama wangu zipo hivi, mnyama wangu anaendelea hivi na vile. Lakini hao FIDC walivyokuja wamewezesha access sio tu kwa wakulima bali kwa mtu mwingine ambaye amekuwa granted access kuona pia yule mnyama anaendeleaje, yupo hai, ana afya, yupo sehemu gani, na all that information imekuwa tied to one animal. Sasa BMP alipokuja akasema kwamba okay, kwa kuwa hizi taarifa tunazo, naweza nikawa na confidence kwa sababu Cowmed are a reliable information provider, naweza nikatumia zile taarifa ambazo sasa FIDC anaziprovide kuweza kutumia kama collateral ya mkopo. Na FIDC kuja wameleta hatua kubwa kwamba kwa kuwa tunaweza kutai a digital identity to yule mnyama husika, maana yake kwanza anaweza kujua yule mnyama yuko wapi, anafanya nini, na je yupo hai au hayupo hai. Alafu kwa kuwa kila identity inakuwa tied kwa mnyama, maana yake ni kwamba huwezi ukamtumia mnyama mmoja kwenda kukopa sehemu mbili tofauti, which is the double spending issue ambayo mwanzoni, mifumo ya mwanzoni ilikuwa inapata challenge nayo. Sasa once that was successful, BMP akawa na confidence kwamba I can use this system kuwakopesha wakulima. Na unlike zile zilikuwa zinaitwa CPRF ambazo zilikuwa zinawezesha wakulima kukopa na wanyama wao, ulikuta mnyama mwenye thamani lesi ya dola 20,000 unakuta mtu anakopeshwa dola 8,000, kwa sababu kulikuwa hakuna njia ya yule mkopeshaji kuwa na confidence kwamba kweli mnyama yupo na hayuko tied to another loan.
Umeona? Sasa FIDC walivyo provide a digital way ya kufanya verification zote, kampuni kama BMP sasa wamekuwa na confidence kwamba kumbe wakulima tunaweza tukawakopesha kwa sababu we have a digital way of proving kweli mnyama yule yupo. Although sasa mpaka sasa kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba ile ilikuwa ni pilot, kwa sababu ni ng'ombe 10 tu ambao wamefanywa kile kitu. Ile bado wako kwenye pilot stage, wanajaribu kuangalia feasibility hiyo project kama kweli ipo, na I believe in when they roll out na project ikiwa sasa in the full run, wamesuggest kwamba mkulima hawezi akakopa au akakopeshwa kutokana na ng'ombe zake wote, lazima ataacha at least a margin of 20%, kwa sababu tunajua wanyama wanakufa. Kwa sababu watu wengi watakuwa wanajiuliza kwamba sasa wanyama si wanaweza wakafa muda wote. Kwa hiyo mkulima atahitaji kuacha a safety margin ili kikitokea cha kutokea kwa yule mnyama, that identity inaweza ikawa moved to the other animal na mkopo ukaendelea kuwa active. Sasa kwa upande wetu sisi wa blockchain ni faraja kubwa sana, kwa sababu kama tumeshaona real world asset tokenization ambayo inatokea, tunaona imekuja kwenye majengo na vitu vingine ambavyo ni immovable assets, na sasa inaanza kushift kwamba kuna uwezekano kama benki zimeweza kutumia digital identity, that digital identity ikiletwa kwenye blockchain, sawa, inaweza ikatumika pia kuofa mikopo, kwa sababu kama real world asset kama ardhi inaweza ikatumika kama collateral ya mkopo, kwa nini sasa digital identity ya ng'ombe isitumike kama mkopo? Kwa hiyo kwa sisi watu wa blockchain we have to wait tuone kwanza hii pilot ambayo imefanyika itaendaje, watafikiaje, halafu sasa kama itawezekana with time kuhamisha ile digital identity kuileta kwenye blockchain is a very simple process. Kama hiyo pilot itakuwa successful, tutategemea labda tunategemea in the next few years tuone kwamba ukiwa na ng'ombe wako pale ulipo unaweza digitalize na ukaingiza zile taarifa kwenye blockchain na ukakopa kwenye platform ambazo zipo kama kina Aave, na ukaweza kusort mambo yako na maisha yakaenda. Kwa hiyo ni hatua nzuri, ni hatua kubwa ambayo tunategemea ita evolve na itatugusa na kutufikia sisi wadau ambao wapo au tupo kwenye blockchain. Basi usisite kusubscribe pamoja na kuacha comment yako yenye maswali na vitu ambavyo unatamani in the future tuendelee kuvitazama na tuendelee kuvidiscuss. Asante.